بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومصطفانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة كشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na rehema na amani zimwendee mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mtume wetu kipenzi chetu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie iwe ni sababu ya sisi kujumuika naye siku ya kiyama kuwa nyuma bendera la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pia rehema hizo na huruma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na msamaha wake waendee pia masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Kama inavyotambulika, watu bora kuliko watu wote katika mgongo wa ardhi ni mitume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani ziwe juu yao, na watu wanaofuatia na katika hao mitume waliokuwa bora zaidi ulul azmi. Ulul azmi ni mitume watano. Hawa wako bora zaidi kuliko mitume wengine, na bora kuliko hawa ni mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, na bora baada ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama katika umma huyu ni maswahaba radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Na hii ndio itikadi sahihi, itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. Na pia rehema hizo zitupate na sisi ambao ni wenye kuwafuata na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallama katika yale aliyokuja nayo, yale ambayo ametufunza, yale ambayo ametuelekeza kwayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tupe fursa kwa huruma wake tuwe miongoni mwa wale ambao watakaoingia katika pepo yake. Nashku ilaihi dhafana. Tunamshtakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala udhaifu wetu, la naqwa ala adhabi, hatuna nguvu wala hatuna uwezo wa kustahimili katika adhabu zake. Waheshimiwa tukufu wa Islam, kama tunavyotambua Rabi' zote mbili zimemalizika, ambazo ni Rabi' mwezi ambao amezaliwa bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, na ni mwezi ambao watu hukithirisha kuisoma sera ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kueleza matukio ya bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na yote hayo ni kwa sababu katika sera yake kuna mafunzo, kuna mauidha ambayo yana mafungamano na maisha yetu, aidha wale ambao ni mutakaddimin waliotangulia na wengine ambao ni mutaakhirin, kama vile katika zama zetu sisi ambao tumechelewa. Sote historia ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ina mafunzo, ina ishara ndani yake, na kuna kitu cha kujifunza ndani yake, kama walivyoashiria ulama radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kwa hiyo leo tutachukua miongoni mwa tukio, hikma ya tukio hilo, miongoni mwa matukio makubwa katika tarikhi ya Kiislamu, katika kuelezea matukio yanayofungamana na sera ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tachukua hikma hiyo katika funzo, nayo ni hikma rihla al-Isra wal Mi'raj. Ni kuisoma hikma ya safari ya Isra na Mi'raj. Na tukio hili limethibiti
Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelieleza kwa undani zaidi, kwa upana zaidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema ametakasika yule ambaye asra bi'abdihi, ambaye amemsafirisha mja wake. Na hapa kinachokusudiwa ni roho pamoja na mwili wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ingawa hapo wale ambao wamesema kuwa safari hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni ndoto, yani ameota Mtume sallallahu alaihi wasallam akipandishwa akisafiri, na wengine wakasema kuwa ilikuwa ni mawazo. Lakini ala kulli hal, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ukubwa wake, inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa Ta'ala kilitaka jambo kuliambia liwe na linakuwa. Huyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hashindwi Allah tabaraka wa Ta'ala, ametakasika na kila sifa yenye udhaifu na yenye upungufu ndani yake. Kwa hiyo amempandisha roho pamoja na mwili Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ni mwenye kujitambua. Lailan, katika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katumia nakira lailan, sehemu ya usiku, yani sehemu chache sana katika usiku. Min almasjidil harami ila almasjidil aqsa, kutoka katika msikiti mtukufu wa Makka kuelekea mpaka katika msikiti mtukufu huko Baitul Maqdis. Na lengo na makusudio ya safari hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema ni linuriyahu min ayatina, lengo na makusudio ili tupate kumuonesha katika alama zetu, katika aya zetu, katika ishara zetu. Tumesikia maneno mawili hapa, tumesikia neno al-Isra na tukasikia neno al-Mi'raj. Ni ipi maana ya al-Isra? Al-Isra ni hiya rihlatun ardhiyya. Al-Isra ni safari ya kwenye ardhi, sawa, ambao rihla ina mafungamano na safari ya ardhi. Na hii al-Isra wanatuambia kuwa tammat biqudrati llahi lirasulillah sallallahu alayhi wasallam. Hii Isra imepata kutimia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Ibtadaat min baiti llahi alharam Makkah, safari hii imeanza katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao ndio awwalu bait, ndio nyumba ya kwanza bunia liibadati llahi wahdah, ambao imejengwa kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa rihla hii imeanza Makkah, sawa, imeanza Makkah ila Masjidil Aqsa, kuelekea huko katika ardhi ya Palestina ya sasa, katika msikiti wa Baitul Maqdis, sawa. Hiyo ndio safari ya al-Isra, kuashiria kwa ni rihlatun ardhiyya, safari ya ardhini kutoka Makkah kuelekea mpaka katika Baitul Maqdis, katika ardhi ya Palestina. Amma al-Mi'raj, ama safari ya al-Mi'raj, hiya rihlatun samawiyya, yenyewe ni safari ya mbinguni, huko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimpandisha mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ambao tuambiwa tammat biqudrati llahi lirasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Safari hii imetimia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume wake Muhammadun sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Safari hii ibtadaat min Baitul Maqdis, imeanzia katika msikiti wa Baitul Maqdis au msikiti wa Masjidul Aqsa, huko ila samawati al-ulya, kuelekea mpaka katika mbingu zilizonyanguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na safari hii watuambia thumma ila sidratil muntaha, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ameendelea kabisa kufika mpaka kwenye sidratul muntaha, kwenye mkunazi, sawa, mkunazi ambao ni ukomo wa kila kiumbe, ukomo wa viumbe wote, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kufika eneo kama na hilo. Na al-Imam Ja'far al-Barzanji radiyallahu ta'ala anhu wa ardah ameanukuu katika kitabu chake katika salatu ala nabi akisema ala samai sama Muhammad Jibrilu qala lahu taqaddam,
walipofika katika Sidratul Muntaha huko mbinguni pamoja na Sayyiduna Jibril alayhi salatu wassalam, alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, taqaddam, wewe kuwa ni mwenye kutangulia Rasulullah, hapa ndiyo kwenye ukomo wangu, hivyo mimi sintokwenda. Thumma al-liqa bijabbari samawati wal ardh subhanahu wa ta'ala, kisha mtume wetu sallallahu alayhi wasallam baada kutoka katika Sidratul Muntaha akawa ni mwenye kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tunaposema kukutana, hatuwashiriku wakakutanana wakaonana macho kwa macho, la, lakini amefika katika eneo ambalo ni eneo lenye baraka adhim, eneo ambalo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala rafa'ahu Allah amepata kulinyangua, wa'adhamahu, na akalitukuza, wa sharafahu, akawa ni mwenye kulipa ta'dhiman wa tashrifan kwa makan aliyoyapa mpaka kumfikisha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hiyo ndiyo hikma, ama hii ndiyo safari ya al-Isra pamoja na al-Mi'raj. Hapa tunarudi katika maudhui yetu, hikmatu rihla al-Isra wal-Mi'raj. Hikma sasa ya safari ya al-Isra pamoja na al-Mi'raj. Al-hikmatu fi isra'ihi sallallahu alayhi wa sallama ila baiti al-Maqdis, hikma ya safari ya al-Isra kuelekea katika Baitul Maqdis, katika ardhi ya Filastin, ambao ni duna al-uruj bihi, pasina kupandishwa mbinguni. Hapa tunaongelea kutoka Makka kuelekea mpaka katika ardhi ya Filastin, katika msikiti wa Baitul Maqdis. Hikma yake duna al-uruj bihi, pasina kupandishwa katika mbingu zilizonyanguliwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, min Makka, kutoka Makka. Basi liannahu, ni kwa sababu eneo hili la Baitul Maqdis au msikiti huyu unaopatikana katika ardhi ya Filastin ni nafasi ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amejaalia itakuwa ni miongoni mwa viwanja ambavyo watakavyokusanyika kwavyo ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallama siku ya mwisho. Basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameitukuza sehemu hii kwa kule mtume sallallahu alayhi wasallam kuweza kupafikia, na ili aweze kuweka tashil kwa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam yauma alqiyama, siku ya qiyama, na akijalia wukufihim bibarakati, kile kisimamo chao kukiweka baraka ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, kwa kule mtume kukanyaga eneo kama na lile. Amepatwa kuulizwa mmoja katika walezi wetu, al-Imam al-Allama Ali Jamal Ali Jalalaini hafidhahu Allahu ta'ala wa rahimahu Allahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fi ad-darain, amina rabbal alamin. Ameulizwa, limadha kana al-mi'raj ila as-sama, ni kwa nini safari ya Mi'raj ambayo ni safari ya kutoka katika Baitul Maqdis kupanda katika ardhi, kupanda mpaka huko mbinguni kwenye Sidratul Muntaha, mpaka katika sehemu ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekusudia kumwalika bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Akiulizwa ni kwa nini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amejalia Mi'raj iweze kuwa katika mbingu, akisema kuwa sami'tu shaykhana maulana Dr. Fathi Hijazi hafidhahu Allahu ta'ala, nimemsikia Sheikh wetu maulana Dr. Fathi Hijazi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amhifadhi, akisema anna sayyidana Sheikh Salama al-Izami radiyallahu ta'ala anhu, Sheikh Salama al-Izami Mwenyezi Mungu amrahamu, alipata kusema suila fil masjid al-Ahmadi bi Tanta, alipatwa kuulizwa katika msikiti wa Ahmadi, Masjid al-Ahmadi huko katika ardhi ya Tanta, akaulizwa limadha kana al-mi'raj ila as-samai, kwa nini safari ya Isra na Mi'raj Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameifanya iweze kuwa katika mbingu au iweze kuwa mbinguni.
alam yakfi an yukallima Allahu rasulahu sallallahu alayhi wasallam fil ardi, je haikumtosha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wala haikumpasa wala haikuwezekana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuweza kuzungumza na bwana mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam hapa ardhini, kama faala bi sayyidina Musa alayhi salatu wassalam, kama alivyofanya kwa Sayyidina Musa, na analithibitisha ndani ya Al-Qur'an al-Karim akisema wa kallama Allahu Musa taklima. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemzungumzisha Musa, akiashiria ndani ya Al-Qur'an al-Karim, na huku Musa akiwa ardhini, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akiwa kule anapopajua yeye tabaraka wa ta'ala. Je, haikumtosha Mwenyezi Mungu kufanya hivyo hivyo kama faala bi sayyidina Musa, kama alivyofanya kwa Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam? Basi Sheikh akajibu akasema, faajaba qailan bifathin min Allah, akajibu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, inna Allah ta'ala lamma khalaqa as-samawat, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala pindi alipoumba mbingu zote saba kwa ujumla, waskinha al-malaika, akawajaalia wakazi wa mbinguni wakawa ni malaika, kisha wa khalaqa al-ard, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akayumba ardhi, waskanaha al-jinn, akajalia wakazi wao ni majini, wal ins, pamoja na binadamu, swarat samawat taftakhiru ala al-ard, basi mbingu ilianza kujitukuza kwa ardhi, kwa sheria kuwa ikiambia ardhi, waqalat, mbingu ikisema, ya ayyatuha al-ard, ewe ardhi, innaki fiki al-usat, innaki fiki al-usat, kwako wewe wanapatikana viumbe ambao ni wafanya madhambi, wenye kumwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nakumbuka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliposema, inni ja'ilun fil ardi khalifa, nataka kumjalia katika ardhi kiongozi. Malaika wakasema, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, ewe Allah, nataka kumjalia ndani ya hiyo ardhi kiumbe ambaye man yufsidu fiha, atakayefanya ufisadi, wa yasfiku ad-dima, na atamwanga damu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, huku sisi ni wenye kukutukuza, ni wenye kukuhimidi ewe Allah, kwa sheria kuwa wanaopatikana katika ardhi ni mausat, watu ambao wanamuasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Halafu mbingu ikiambia ardhi, wafina al-ubad, na katika mimi mbingu kunapatikana viumbe ambao ni maubad, wanamuabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wanafanya kile ambacho anakipenda Mwenyezi Mungu na kile ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakiridhia. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amethibitisha ndani ya Al-Qur'an al-Karim akiwazungumzia malaika sifa zao, kisema la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, malaika wa muasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nao ni wenye kufanya kile ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuamrisha, yani wanafanya kile wanachoamrishwa. Kwa hiyo wafina al-ubad, katika mimi mbingu wapo wale ambao ni wenye kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mbingu ilikuwa ikijitukuza kwa ardhi, ikiashiria kwa mimi mbingu ndio bora kuliko wewe. Fina al-ubad, katika mimi mbingu kuna wafanya mema, wafanya ibada, wafiki al-usat, na kwako we ardhi kuna wale ambao ni wafanya madhambi wakimuasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sheikh endelea kusema nikimnukuu, wa hina wulida al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, pindi sasa pale alipozaliwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, basi ardhi ambaye mtume huyu sallallahu alayhi wa sallama ni a'dhamu makhluq inda Allah, ni bora katika viumbe wote kwa ujumla kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume ndio kiumbe bora kuliko viumbe wote kwa ujumla, pasina kumtoa hata mmoja. Mtume sallallahu alayhi wasallama ndiye bora kwa tabia, ndiye bora kwa sura, ndiye bora kwa vyote. Ala kulli hal, Mtume sallallahu alayhi wasallama ndiye aliyekuwa mtukufu kuliko viumbe vyote vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Pindi alipozaliwa katika ardhi,
wasema swaratil ard ashrafu minas samawati bi rasulillah Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Ardhi pale pale ikaja ikawa bora kuliko hata mbingu. Kwa sababu gani? Amezaliwa kiumbe mmoja ambaye ni bora kuliko malaika wote, ni bora kuliko viumbe wote wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sheikh asema fabakat samawat, mbingu ikawa ni yenye kulia. Waqalat, huku ikisema ya rab, mola wetu, sharifna bi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam walau maratan wahida. Mwenyezi Mungu, tutukuze walau kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam walau mara moja, mtuletee atuingie katika sisi, atutembee katika sisi walau mara moja, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fakanat almi'raj ila as-samai, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akajaalia mi'raj iweze kuwa katika mbingu, ili ardhi iweze kupata sharaf, iweze kupata tashrif bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam kama tasharrafatil ard bihi sallallahu alayhi wasallam. Mbingu pia iweze kutukuzwa, iweze kunyanyuliwa, iweze kuadhimishwa kwa kule kuhudhuriwa na bwana mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kama ilivyofanyiwa ardhi ikatukuzwa kwa kuzaliwa mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo hii ni hikma ya safari ya al-Isra wal Mi'raj, na hii ndio ilikuwa hikma ya safari ya Mi'raj kuweza kufanyika katika maeneo ya mbinguni huko alipopanyangua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Waheshimiwa tukufu Islam, miongoni mwa miujiza iliyokuwa mikubwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akielezea ni miongoni mwa alamati ambazo amezidhihirisha kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, na lengo la safari hiyo ilikuwa ni linuriyahu min ayatina, ili tuweze kumuonesha aya zetu sisi, ishara zetu, tuweze kumuonesha mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pia tukio hili limetokea ni baada ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kupitia katika mambo yaliyokuwa mazito, kufiwa na Bi Khadija radhiyallahu ta'ala anha, kupigwa mawe na watu wa Taif, kufukuzwa, kupigwa, kutaka kuuawa na watu wake wa Makka, kutukanwa, kudhalilishwa, kuongelewa maneno yaliyokuwa mazito, mpaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akimsikiliza namna mtume wake sallallahu alayhi wasallam akiitwa ni sahiru majnun, mchawi tena mwenda wazimu. Ndio maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akimsifu akimwambia innaka la ala bi khuluqin adhim, wewe upo juu ya Rasulullah kwa tabia iliyokuwa nzuri, na akimwambia wama anta bi ni'mati rabbika bimajnun, kwa neema ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wewe si mwenda wazimu ya Rasulullah, wewe sio mwenda wazimu. Na katika Al-Qur'an al-Karim Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akimwambia fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, ya Rasulullah yasikuhuzunishi maneno yao, yasikuchomi maneno yao, falsafa zao zisikushughulishi. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, sisi tunajua kile kinachofichwa na kile ambacho kinadhihirishwa. Huyu ndio mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Baada matatizo yote haya kutaka kutokea, kupigwa mawe mtume, kutukanwa, kuvuliwa heshima, yote haya mtume sallallahu alayhi wasallam kipenzi chake Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kumtengenezea mazingira ili aweze kumliwaza mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie kwa baraka ya sera ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama iwe ni sababu sisi kuingia katika pepo yake, iwe ni sababu ya sisi kubadili maisha yetu na kuweza kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, atufufue nyuma yake, atujumuishe naye katika pepo yake, iwe ni sababu ya kuwarahamu maiti wetu, sababu ya kutujumuisha nao katika pepo yake, sababu ya kutunyangua daraja zetu, pia sababu ya kutukidhia mahitaji yetu. Allah, waliokuwa katika matatizo Allah wafunulie, na waliokuwa katika starehe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awahifadhi na wadumishe katika starehe ambazo zipo katika njia ya halali. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Ndugu yenu al-faqir limaulahu wa muhtajun ila Allah, al-Imam Abdul Hamid Kishki Ramadan. Barakallahu fikum wa billahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.